Naeleza wazi ya kwamba ikiwa Roho yule yule aliyomfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yetu, ataiwisha miili yetu iliyokuwa katika hali ya kufa. Sasa siku ya leo tunajifunza kwa habari ya kwamba nguvu ya ufufuo katika Kristo Yesu. Ufufuo wa Yesu Kristo. Biblia inatueleza ya kwamba Yesu Kristo alikufa. Yesu Kristo alikubali kuacha mbingu, alikubali kuacha enzi, alikubali kuacha kuabudiwa, na alikubali kufa kifo cha aibu msalabani kwa ajili yetu. Lakini Biblia hii inatueleza pia ikiwa Roho yule yule aliyomfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yetu, ataiwisha miili yetu iliyokuwa katika hali ya kufa. Sasa kuna uhusiano gani kati ya Roho Mtakatifu na kifo cha Yesu Kristo? Upo uhusiano ambao umefichwa hapo katikati, na siku ya leo tutajifunza ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyehusika kumfufua Yesu Kristo katika wafu. Kwa nini tunasema kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyehusika kumfufua Yesu Kristo katika wafu? Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11, Biblia inasema Roho yule yule aliyomfufua Kristo katika wafu. Kwa hiyo ina maana Roho Mtakatifu ndio aliyehusika kumfufua Yesu Kristo katika wafu. Ina maana kwamba Yesu Kristo alikufa pale msalabani. Na kwa nini alikufa msalabani? Moja ya kusudi la Yesu Kristo kufa msalabani ilikuwa ni sisi kuokolewa. Na baada ya kuokolewa tunasamehewa dhambi, na mwisho wa siku tunapatanishwa na mbingu. Sasa ipo nguvu ya Mungu ambao ameachilia kwa kipindi hiki, ambao hiyo nguvu ndio nguvu ambayo tunaizungumzia siku ya leo, nguvu ya ufufuo katika Kristo Yesu. Tukiangalia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 1 mstari wa 18, Biblia inaeleza kwa habari ya kwamba neno la msalaba kwao wapoteao ni upuuzi, bali waliookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kama neno la msalaba kwao wapoteao ni upuuzi, bali sisi ambao tumeokolewa kwetu sisi sio upuuzi, bali ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba imo nguvu katika neno la msalaba, na hilo neno la msalaba ndio neno ambalo Yesu Kristo alilisema pale msalabani. Moja ya neno ambalo alilisema pale msalabani, wasamee Baba, wasamee kwa maana wajui watendalo. Na baada hapo tunaona Yesu anasema ya kwamba imekwisha. Ina maana kwamba alimaliza kazi pale msalabani. Sasa tukiangalia katika hiki kitabu cha Wakorinto wa kwanza 1 mstari wa 18, Biblia inasema kwa sababu neno la msalaba kwao wapoteao ni upuuzi, bali kwetu sisi tuliookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo neno la msalaba kwa watu ambao hawajamjua Yesu Kristo kama ni Mungu na Mwokozi wa maisha yao, kwao wanaona ni upuuzi, wanapuuza, wanaona halina faida yoyote. Lakini kwetu sisi ambao tumeokolewa, tumemjua Yesu Kristo kuwa ni Mungu na Mwokozi wa maisha yetu, ina maana neno la msalaba kwetu sisi sio upuuzi, bali lina faida kwetu sisi. Faida hiyo ni ipi? Biblia inasema kwamba ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kwetu sisi neno la msalaba ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukianza kujifunza kwa habari ya kwamba nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo, kuna nguvu gani ambayo imejificha katika ufufuo wa Yesu Kristo, na sisi tunapata faida gani katika huu ufufuo wa Yesu Kristo? Ni kweli Yesu alifufuka. Sasa sisi tunafaidika nini kuhusu kufufuka kwa Yesu Kristo? Kufufuka kwa Yesu Kristo kuna faida kubwa kwetu sisi waamini ambao tumemwamini Yesu Kristo kuwa ni Mungu na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeamini ya kwamba maisha yetu pasipo Yesu hamna kitu, hayana sababu yoyote. Sasa Biblia inasema kwamba kama Kristo akufufuka, basi imani yetu ni bure. Na sisi tunaamini ya kwamba Yesu Kristo alifufuka. Kwa hiyo ina maana imani yetu sio bure, ina kitu, ina faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa moja ya kitu ambacho tunakiangalia siku ya leo kuhusu nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo, moja ya kitu hiko tunaangalia faida ambayo tutaipata sisi kutokana na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kuna faida gani ambayo tunaweza tukaipata sisi kutokana na kufufuka kwa Yesu Kristo?
Moja ya faida ambayo tutaipata kufufuliwa pamoja na Kristo. Hii kufufuliwa pamoja na Kristo, kwa misingi ipi tutafufuliwa pamoja na Kristo? Biblia inaeleza katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11 ya kwamba roho yule aliyomfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yetu, ataiuisha miili yetu iliyokuwa katika hali ya kufa. Ina maana kwamba miili yetu ipo katika hali ya kufa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, yeye aliyehusika kumfufua Kristo katika wafu, yeye atahusika pia kutufufua na sisi. Tufufua na sisi kwa kipindi kipi? Kipindi hiki ambapo tupo hai, Roho Mtakatifu atahusika kutufufua. Kipindi ambacho pia tumeiacha hii nchi, kipindi ambacho tumekufa, Roho Mtakatifu ndio atakaohusika pia kutufufua. Nikianza na kipindi ambapo tupo hai, au kipindi hiki ambacho tunaishi, bado hatujaionja mauti, Roho Mtakatifu atahusika kufufua vitu vya namna gani? Roho Mtakatifu atahusika kufufua maisha yetu ya kiroho. Roho Mtakatifu atahusika kufufua maisha yetu ya kihuduma. Roho Mtakatifu atahusika kufufua maisha yetu ya kitaaluma. Roho Mtakatifu atahusika kufufua maisha yetu ya kiuchumi. Roho Mtakatifu atahusika kufufua maisha yetu ya shughuli za maisha ambazo tunazifanya. Kwa nini atahusika kufufua shughuli za maisha ambazo tunazifanya? Biblia inasema ya kwamba baada ya mwanadamu kumtenda Mungu dhambi, ya kwamba baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, kila kitu kilinyang'anywa kutoka kwenye ufalme wa Mungu kikaingizwa katika ufalme wa Shetani. Shetani akapata uhalali wa kumiliki. Kwa hiyo ina maana kwamba Roho Mtakatifu yeye anadhihirisha nguvu ya ufufuo kwa kuwa arisi kupitia kifo cha Yesu, kwa kuuisha maisha yako ya kiroho. Maisha yako ya kiroho yakikaa vizuri, ina maana ya kwamba na maisha yako ya kimwili pia yanakaa vizuri. Kwa sababu Biblia inasema, mpenzi Gayo, ninaomba ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako ifanikiwavyo na kuwa na afya njema. Kwa hiyo kama roho yako itakuwa ni mdhaifu, ya kwamba una magonjwa rohoni, kuna magonjwa yameshakuataka, kuna magonjwa yameshakupiga, ina maana ya kwamba ili uweze kutoka katika kifungo cha magonjwa, inahitaji Roho wa ufufuo apite, afufue afya yako kwa upya, auishe afya yako kwa upya, na mwisho wa siku upokee uponyaji kutoka kwa Mungu. Na huo uponyaji unaanzia rohoni na mwisho wa siku unazilika mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa nyakati hizi ambazo tupo hai, kuna faida gani? Sisi tunafaidika kitu gani kwa kifo cha Kristo? Kuna faida nyingi ambazo tunatakiwa tufaidike kupitia kifo cha Yesu Kristo. Moja ya faida tumeona ya kwamba tunafufuliwa pamoja na Kristo. Katika maisha haya ambayo tunaishi, mtu ambaye hajamjua Yesu kama Mungu na Mwokozi wa maisha yake, au mtu ambaye hajaokoka, kwake yeye Biblia inaeleza kwamba ni mtu ambaye anaonekana anaishi kwa jinsi ya macho ya nyama, lakini rohoni amekufa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye umeokolewa, neno la msalaba kwa wewe sio upuzi, ni nguvu ya Mungu. Ina maana kwamba rohoni wewe ni upo hai. Wakati mwingine ana tumaini la kesho yake baada ya maisha ya kifo. Hana tumaini hilo la kwamba ataurithi uzima wa milele. Wewe una tumaini la kuurithi uzima wa milele. Kwa hiyo ni moja ya faida ambayo unapata kutokana na kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hiyo tulikuwa tunaangalia faida ya kimwili ambayo tunaweza kuipata. Na hiyo faida ambao unaweza kuipata katika taaluma hivyo hivyo, katika uchumi hivyo hivyo, katika kazi hivyo hivyo, katika shughuli za maisha ya kila siku hivyo hivyo. Kuna vitu ambavyo kwa jinsi ya kawaida inawezekana umeanzisha biashara, umefanya mara ya kwanza biashara yako, baada ya muda imekufa. Umejaribu kufanya tena awamu ya pili, imekufa. Umejaribu kufanya awamu ya tatu, imekufa. Upo msaada ndani ya Roho wa ufufuo ambaye alimfufua Kristo katika wafu. Yeye akikuongoza katika shughuli zako za maisha, katika biashara, katika elimu, hautapata hasara bali utapata faida. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Roho wa ufufuo. Mahali ambapo mauti inataka kuingia kuua biashara yako, Roho wa ufufuo anaingia kati, anatia uzima katika biashara yako. Mahali ambapo mauti inataka kuingilia kati kuua hali yako ya kiroho, Roho wa ufufuo anaingia kati, anauisha hali yako ya kiroho. Kwa hiyo ni moja ya faida ambao unaipata kutokana na kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kufufuka kwake kuna faida kwetu pia. Akufufuka tu bure kama tu anasa, alifufuka kwa kusudi maalumu, ya kwamba baada ya Adamu kumtenda Mungu dhambi, kula tunda, Biblia inasema kwamba
Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, lakini kwa mtu mmoja dhambi iliondolewa ulimwenguni, ambao Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tumeona kwa kipengele hiko cha kawaida kwa jinsi ya kibinadamu. Kipengele cha pili ambacho tunaangazia kwa jinsi ya roho. Baada ya maisha ya kifo, Roho Mtakatifu ndio atakaohusika kutufufua. Kama Yesu Kristo atakuja bado tupo hai, basi Roho Mtakatifu ndio atakaohusika kutunyakua. Ila kama Yesu Kristo atakuja kwamba tumeonja mauti, ikitokea kwamba leo hii nimekufa na nimekufa katika Kristo Yesu, sio nimekufa kikristo. Maana unaweza ukafa kikristo na ukazikwa kikristo, au hujafa katika Kristo Yesu. Ukifa katika Kristo Yesu, umekufa pamoja na utakatifu wa Kristo Yesu. Ina maana kwamba siku ile ya unyakuo, Roho Mtakatifu ndio atahusika kufufua na kuwawisha watu wake, kuwavika miili mipya. Kwa hiyo ina maana kuna faida katika kifo cha Kristo Yesu pale msalabani. Imefungua mlango wa sisi kupewa neema ya kufufuliwa pamoja naye katika Kristo Yesu. Amen. Tutajifunza kwa mfano wa Lazaro. Katika kitabu cha Yohana sura ya 11, Biblia inaeleza kwa habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Katika kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethlania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dadaye, ndiye Mariamu yule aliyompaka Bwana Mariamu mafuta miguuni mwake na kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Adamu atukuzwe kwao. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, akakaa bado siku 2 pale alipo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudini tena. Wanafunzi wake wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wanatafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa la mchana si 12? Mtu akienda mchana ajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku ujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Alisema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nakwenda nipate kumwamsha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukisomaje hapo mstari wa 11, tunaona kwamba Biblia inaeleza kwamba Lazaro aliugua. Baada ya kuugua, homa ambayo alikuwa ameugua, mwisho wa siku ikapelekea akafa. Na Yesu akwenda kwa wakati. Kwa nini akwenda kwa wakati? Akwenda kwa wakati kwa sababu mmojawapo alisema kwamba homa hii halishaiona ulimwengu wa roho, ya kwamba homa hii ni kwa ajili ya utukufu wa mwana wa Adamu apate kutukuzwa. Kwa hiyo maana kuna wakati Mungu anaruhusu tupite katika mazingira mengine ambayo kwa jinsi ya kawaida yanakuwa si mazuri kwetu, au yanakuwa ni ya majaribu kwetu, lakini kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Tunaona kwamba Lazaro anakufa. Na baada hapo Biblia inaeleza kwamba Lazaro akazikwa, akakaa kaburini siku 4. Na Yesu ndipo anaenda anamfufua Lazaro. Biblia inasema kwamba Yesu akalia. Kwa nini alilia? Alikuwa anahisi uchungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na mwili wa kibinadamu, alikuwa anasikia maumivu. Akamfufua Lazaro. Biblia inasema akaita Lazaro, njoo nje. Na baada hapo Biblia inaeleza kwamba Lazaro akatoka kaburini. Alikuwa amezikwa siku 4.
Kwa hiyo ina maana kwamba moja ya faida ambayo tunatakiwa tuipate kupitia kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake pale msalabani, vitu ambavyo kwetu sisi vimekufa katika maisha yetu vinatakiwa viruishwe kwa upya, vifufuliwe kwa upya. Kwa hiyo hata tunapokuwa tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo, usiwe bure kwetu, usiwe hakuna faida. Kwa hiyo kuna faida tunaipata kutoka kwa Kristo Yesu. Amen. Hapo nilikuwa nikielezea faida ya kufufuliwa pamoja na Kristo Yesu. Kufufuliwa wewe pamoja na Kristo Yesu kwa namna gani? Tumeona kwa jinsi ya mwili umekufa, kwa jinsi ya kawaida Yesu Kristo ana uwezo wa kufufua. Na baada ya hapo pia, baada ya maisha ya kufa, sasa umeshakufa, baada siku ya unyakuo, Yesu Kristo ndiye atakayeusika kutufufua kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo tukimpuuza Roho Mtakatifu, tuwe tuna uhakika ya kwamba siku ya unyakuo tutaachwa. Ya kwamba kama unyakuo utatokea kwamba tayari nimekufa, au ya kwamba umetokea upo hai, mahusiano yako na Yesu hayapo sawa, itakuwa ni ngumu sana kunyakuliwa. Lakini ikitokea kwamba umekufa katika Kristo Yesu, basi parapanda itavulia, Roho Mtakatifu atahusika kufufua, atahusika kukupa uhai mpya. Kwa nini atahusika kukupa uhai mpya? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba amewapiga alabuni ya Roho watu wake. Kwa hiyo ina maana tumepigwa chata ya Kristo Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anatutambulisha mbinguni. Roho Mtakatifu ndio anatupa sisi kutambulika kwamba ni wana wa Mungu. Tunaishi duniani lakini ni raia wa pande mbili, ni raia wa ufalme wa mbingu na raia wa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kwamba Biblia inaeleza, ukienda kusoma hii sura ya 11 Yohana sura ya 11 yote, Biblia inaeleza kwamba Martha alikuwa na maswali mengi sana kwa Yesu, ya kwamba rafiki yetu amekufa, ila ukifika siku mbili kabla hakika angepona. Na tunaona Yesu anasema ya kwamba sikuambia mtu akiniamini mimi, ijapo amekufa anaishi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unakipata kutokana na kifo cha Yesu pale msalabani. Hata kama utakuwa kwa jinsi ya kawaida unaonekana watu wanasema kwamba amekufa, lakini Yesu anajua bado unaishi. Yesu anajua kwamba huyu mtu anaonekana amekufa, lakini bado tumaini la uzima lipo ndani yake. Kwa hiyo hata itakapofikia hatua ya kwamba anahitajika auishwe au pewe uhai mpya, basi uhai mpya unazilika ndani yake. Kwa hiyo moja ya faida ambayo tunaipata kutokana na kifo cha Yesu ni sisi kufufuliwa pamoja na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya pili ambayo tunaipata kutokana na kifo cha Yesu, kusamehewa dhambi zetu. Kwa nini tunasamehewa? Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 3, Biblia inasema ya kwamba anatusamehe dhambi zetu zote na kutuponya magonjwa yetu yote. Kwa nini anatusamehe? Kwanza ndipo anatuponya. Ni utaratibu wa kiroho ambao upo. Hata wale watu ambao walimpeleka mgonjwa wao kwa Yesu, Yesu akaanza kushughulika na ugonjwa wao. Alianza kushughulika na dhambi yao. Alianza kushughulika. Baada ya hapo akasema ya kwamba umesamehewa, kisha anamwambia jitwike godoro lako uende. Kwa nini aanze na msamaha kisha aachilie uponyaji? Unaweza ukapokea uponyaji kutoka kwa Yesu, lakini uponyaji bila kusamehewa kwanza ni kitu ambacho hakijakaa sawa, kwa sababu baada ya muda unafungua mlango wa adui kupata walai kuleta tena magonjwa kwa awamu nyingine. Ndio maana anaanza kukusamehe. Baada ya hapo ndipo anaachilia uponyaji wake juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo moja ya faida ambayo tunaipata kutokana na kifo cha Yesu, tunasamehewa kisha anatuponya. Kwa hiyo katika jambo lolote ambalo linakusumbua, katika jambo lolote ambalo limetokea katikati ya maisha yako, upo msaada katika kifo cha Kristo Yesu pale msalabani. Biblia inasema ya kwamba hakuwa mzuri hata tuweze kumtamani,
Kwa nini hakuwa mzuri hata tuweze kumtamani? Biblia inasema kwamba alijeruhiwa kwa sababu yetu, alipigwa kwa sababu yetu, aliumizwa kwa sababu yetu, ili kusudi mimi na wewe tupate kupokea uponyaji kutoka kwake, ili kusudi mimi na wewe tupate kupokea uzima kutoka kwake. Ndio maana katika kitabu cha Isaya 53 Biblia inasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepewa uhai. Kwa hiyo ina maana kwamba Yesu Kristo alikubali kupigwa, alikubali kuteseka, alikubali kufa msalabani, ili kusudi mimi na wewe tupate kuwa huru, ili kusudi mimi na wewe tupate kufunguliwa mbali na dhambi, tupate kufunguliwa mbali na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo kulifungua ukurasa mkubwa sana ulimwenguni. Kwa nini kulifungua ukurasa mkubwa sana ulimwenguni? Biblia inasema ya kwamba Shetani kwa akili zake zote, yeye alijua ya kwamba anavyomaliza Yesu msalabani amemaliza kazi. Ndio maana moja ya kitu ambacho alikuwa anashabikia sana, Yesu auawe, Yesu afe msalabani. Na ulikuwa ni moja ya mpango wa Mungu Yesu afe msalabani. Lakini Shetani yeye kitu ambacho alipigwa chenga akijua kwamba kama Yesu akifa msalabani anaenda kupindua ulimwengu wote mbaya kuupeleka kwenye ulimwengu mzuri. Angejua ya kwamba Yesu Kristo anapoenda kufa msalabani na atafufuka, asingeruhusu Yesu apite msalabani. Angezuia ya kwamba huyu Yesu akipita msalabani ataninyang'anya mamlaka ambayo nilinyang'anya kwa mwanadamu, kwa Adamu. Lakini jambo la heri na jambo la kumshukuru Mungu, Shetani hakujua hicho kitu. Akajua kwamba anapomaliza Yesu msalabani, kwa kweli amemaliza kazi. Na Yesu alisema imekwisha. Yeye akajua kwamba imekwisha kweli, amekufa kweli. Kumbe kuna kitu ambacho kinaenda kutokea baada ya Yesu kufa. Moja ya kitu ambacho Yesu alikifanya pale msalabani na sisi tunafaidika kupitia hicho kitu, ni Yesu kukubali kuchukua aibu yetu sisi pale msalabani. Kwa sababu Biblia inasema kwamba alipoiona ahadi ya Bwana alistahimili aibu ya msalaba pale msalabani. Kwa hiyo ina maana ya kwamba alikubali kufa msalabani kwa ajili yetu, alikubali kuacha enzi kwa ajili yetu, na pale msalabani alikufa kifo cha aibu. Biblia inaeleza ya kwamba, kusoma katika Biblia za tafsiri ya Kiingereza inaeleza ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani uchi wa mnyama. Tukiangalia kwenye hizi picha unazochora tu pale wamefanya kustiri tu, lakini katika uhalisia alikufa kifo cha unyama, walimsulubisha kama mnyama. Ndio maana katika Isaya anasema hakuwa mzuri hata tuweze kumtamani. Kwa hiyo maana alikubali kuteseka kwa ajili yetu, alipigwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi tunafaidika nini kupitia kifo cha Yesu? Kuna kitu tunatakiwa tufaidike kupitia kifo cha Yesu. Alikubali kuingia gharama kwa ajili yetu, alikubali kuingia gharama kwa ajili yetu. Mahali ambapo nilihitajika mimi nipigwe mijeledi, aliweka mgongo yeye, akapigwa yeye. Na huo mjeledi mmoja alikuwa akipigwa, unapotoka unatoka na vipande vya nyama, inatoka inachubua kabisa. Aliteseka kwa ajili yetu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kupitia kifo chake msalabani tunatakiwa tupate kile kitu ambacho Yesu alikuwa anataka sisi tukipate, kitu ambacho Yesu alikitaja sisi tukipokee kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kujua ya kwamba Yesu Kristo alipokufa msalabani alikubali sisi kutupatanisha na Mungu. Kwa hiyo ukiishi maisha ambayo haujapatana na Mungu wakati Yesu alikufa msalabani ili kusudi mimi na wewe tupatane na Mungu, tunakuwa hatujamtendea sawa Yesu, yaani tunakuwa tumemkosea adabu Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba moja ya kitu ambacho kilimfanya afe msalabani ili kusudi mimi na wewe tupatanishwe na mbingu. Mimi na wewe tukishapatanishwa na mbingu, tunakuwa tumepatanishwa na Mungu. Kwa sababu dhambi ilitutenga mbali na Mungu. Kwa hiyo ina maana kupitia kifo cha Yesu pale msalabani tunatakiwa tupate faida ya sisi kupatana na Mungu. Yaani tuwe na Mungu Benedict, akipiga hatua na sisi tumepiga hatua, yaani bumper to bumper. Akitembea na sisi tunatembea, akisimama na sisi tunasimama. Kwa hiyo tunatakiwa tufaidike kupitia hicho kifo cha Yesu, kupitia kufufuka kwake pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kitu ambacho
kilimuumiza sana Yesu alivyo experience au alivyoyaishi maisha ya mwanadamu kuishi bila Mungu pale msalabani. Unasema inawezekanaje? Kwa sababu alikuwa anaishi na Mungu siku zote. Biblia hapa inaeleza kwamba akasema, baba yangu, mbona umeniacha? Kwa hiyo maana Mungu alimwacha Yesu. Na Yesu akasikia uchungu na akasikia hali ambayo mwanadamu alikuwa akiishi bila Mungu alikuwaje. Akasema, kumbe ndo alikuwa anaishi hivi. Akasema, baba yangu, mbona umeniacha? Kwa hiyo kupitia kifo cha Yesu, Yesu alikubali kuachwa na baba yake kwa muda ili kusudi atulete sisi kwa Mungu. Kwa hiyo moja ya faida ambayo tunatakiwa tuipate kupitia kifo cha Yesu, kupitia kufufuka kwa Yesu, tunatakiwa tuwe vizuri na Mungu wetu, kae karibu na Mungu wetu. Kwa sababu Biblia inasema kile kiambazo ambacho kilikuwa kinatutenganisha kati ya sisi na Mungu kimeangushwa. Kwa ina maana kiambazo ambacho kilikuwa kinatuzuia sisi tusimuone Mungu kimeondolewa. Kwa hiyo kama kimeondolewa, inatakiwa tumuone Mungu kwa viwango vya juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata inapofika siku ya maadhimisho ya kwamba tunaadhimisha Kristo amefufuka, basi afufuke kweli kweli ndani yetu. Tusiwe tuna theory ya kwamba alifufuka, tusiwe tuna historia ya kwamba alifufuka. Je, katika uhalisia amefufuka katikati ya maisha yetu, au tumebakia tu ya kwamba na historia ya kwamba alifufuka miaka 2000 iliyopita? Je, kwetu sisi leo hii amefufuka kweli ndani ya mioyo yetu? Tunatakiwa afufuke ndani ya mioyo yetu. Yesu Kristo afanye zaidi ndani ya mioyo yetu. Yesu Kristo ambaye tuko naye ni Yesu aliye hai. Sio Yesu ambaye amekaa katika msalaba hajashuka. Ni Yesu ambaye alishushwa katika msalaba na akaenda katika kaburi akazikwa, na baada ya kuzikwa Biblia inasema ya kwamba akashuka kuzimu. Wakati ameshuka kuzimu, shetani alipokuwa akijaribu kumzuia Yesu asifike mahali ambapo amekaa kwenye kiti chake cha enzi, shetani akatuma mapepo yake amzuie, anakuta yote yanadondoka chini. Akatuma majini yake amzuie, anakuta yote yanadondoka chini. Akatuma wachawi wake amzuie, wakakuta wote wanadondoka chini. Mwanaume Yesu anasogea katika kiti cha enzi cha shetani, ananyang'anya ufunguo na mamlaka ambayo shetani alinyang'anya kwa Adamu, anairudisha katika enzi ya mbingu. Ina maana ya kwamba uhalali wa shetani kukuzuia ya kwamba usimjue Kristo Yesu, ya kwamba usimjue Mungu katika Kristo Yesu, ulishanyang'anywa pale msalabani. Uhalali ya kwamba shetani kukuzuia ya kwamba usikue kiroho, ulishanyang'anywa pale msalabani. Uhalali ya kwamba shetani kukutesa katika magonjwa, hana uhalali huo. Kwa nini hana uhalali huo? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hati ya mashtaka yetu imefutwa. Kwa kama Biblia inatueleza ya kwamba hati ya mashtaka yetu imefutwa, ina maana ya kwamba shetani hana uhalali wa kukushtaki kwa kila eneo, hana uhalali ya kukushtaki ya kuingia patakatifu patakatifu. Biblia inasema ya kwamba walikuwa hawaruhusiwi kuingia patakatifu patakatifu, lakini leo hii unaruhusiwa. Kwa nini unaruhusiwa? Kwa sababu Biblia inasema kwa damu ya Yesu kuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Kwa ina maana ya kwamba damu ya Yesu inanena mema katikati ya maisha yetu. Damu yako inaweza kanena mabaya, damu ya Yesu haiwezi kunena mabaya. Kwa ina maana ya kwamba ili upate kupata faida ya kufufuka kwa Yesu, unatakiwa muambie Bwana Yesu, kufa kwako pale msalabani hapakuwa bure. Kufa kwako pale msalabani kulikuwa kuna target kwa ajili yangu, kulikuwa kuna kusudi kwa ajili yangu. Mungu, ninaomba nisaidie kwa kufa kwa Yesu Kristo pale msalabani, niweze kusimama vizuri na huyu Yesu. Maana mahali ambapo tukiwa watu ambao tunamkosea Yesu mara kwa mara, ina maana ya kwamba tunamrudisha pale msalabani, wakati yeye alishatoka pale msalabani, alishakubali kuteseka kwa ajili yetu. Kwa ina maana ya kwamba mateso mengine ambayo tunakutana nayo tu kwa kitambo. Kwa nini kwa kitambo? Kwa sababu Yesu alishayaondoa, na Biblia inasema ya kwamba imekwisha. Ina maana yeye alikwisha mambo yote. Katika jambo ambalo linakutesa, unapaswa kumwambia Bwana, nimezunguka mlima huu, yatosha, sasa imekwisha. Kwa nini imekwisha? Kwa sababu Yesu alikufa msalabani, na baada ya kufa alimaliza kazi yote. Kwa hiyo ina maana shetani hana uhalali wa kukushtaki. Akienda kukushtaki, kamwambia akasome habari za msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia ya kwamba huyu mtu, yani kwa kweli, yani huyu mtu alikuwa anafanyaga hivi na hivi na hivi na hivi, yani hauna haja kubishana naye sana. Akasome akasome habari za msalaba. Nini msalaba ulifanya? Tutolee tu mfano mwepesi. Umeshtakiwa
umefanya kosa, umepelekwa mahakamani, kuna hakimu, Mungu ndo hakimu pale. Kuna mwanasheria wa upande wa Mungu ndo Yesu Kristo mwanasheria wako. Kuna mwanasheria wa upande wa shetani, ni shetani mwenyewe. Wewe ndo mshtakiwa, anakushtaki. Huyu mtu waliingia agano katika familia yao ya kwamba watakuwa wanateseka na magonjwa haya na haya na haya kila baada ya miezi kadhaa. Ni shetani amekushtaki. Wewe ukitaka kwenda kuongea ya kwamba hii hauna uhalali, hilo agano mimi silijui, Yesu anakuambia nyamaza. Anaenda Yesu anakuongelea kwa niaba yako, na anapokuwa anakuongelea kwa niaba yako, shetani anasema ya kwamba nina ushahidi. Anaenda na karatasi yake ya ushahidi, ikipelekwa mbele ya hakimu mkuu, jaji mkuu ambao ndo Mungu, inakuta haki imefutwa, hamna mashtaka yoyote. Kwa kesi inakuwa dismiss. Kesi inakuwa ya kwamba umeshinda. Kwa nini umeshinda? Kwa sababu Yesu alifuta hati ya mashtaka pale msalabani. Kwa hiyo shetani hana uhalali wa kukushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kila eneo tunapaswa kujua kwamba Yesu Kristo yeye ni Mungu wetu, yeye ni msaada wetu. Na pia kufufuka kwake kuna faida kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Alipofufuka, alifufuka pamoja na sisi. Unasema inawezekanaje? Hata kama tulikuwa tujazaliwa, Biblia inasema kwamba alirudi kizazi tangu Adamu, akashughulika na kosa alilofanya Adamu. Akaenda na miaka mbele, kwa sababu Yesu anaishi katika umilele, miaka yote yeye yupo. Kwa hiyo ina maana kwamba alifufuka pamoja na sisi. Kwa hiyo hata tunapokuwa tukiazimisha kwamba kufufuka kwa Yesu Kristo, basi ile nguvu iliyohusika kumfufua Kristo katika wafu ikawe dhahiri katikati ya maisha yetu, ikawe halisi katikati ya maisha yetu. Tusiwe tu ya kwamba tuna Yesu kwenye makaratasi, tuwe tuna Yesu mwenye reality, Yesu ambaye anaonekana, Yesu ambaye anatenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana.